kwa nini mashambulizi ya shetani ama hila za shetani hazitafanikiwa kwa mcha Mungu. Tupo kwenye kuangalia sababu zinazopelekea mashambulizi ya shetani yasifanikiwe. Na tuliona sababu ya kwanza, tuliona aliyeokoka yeye amefanyika kuwa mwenye haki wa Mungu. Na ukisha kuwa mwenye haki wa Mungu, manake kuna namna Mungu anakulinda na anakutetea na mashambulizi ya shetani. Biblia inasema mtaifahamu haki, mtathibitika katika haki, mtakuwa mbali na kuonewa. Lakini tuliona sababu ya pili, tukaona aliyeokoka amebeba kusudi la Mungu. Kwamba mtu yeyote aliyeokoka amepewa kusudi, na lile kusudi ama maono ndio inayopelekea huyu mtu alindwe na Mungu ili asije akaonewa na shetani. Na sababu ya tatu, aliyeokoka ni mtumishi wa Mungu. Kwenye mabano nikasema ameajiriwa na Mungu. Yeyote aliyeokoka ni mtumishi wa Mungu. Mtume Paulo anasema kwa Korinto, ule waraka wa kwanza na sura yake ya 4, anasema mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Kwa hiyo sisi tuliokoka tu watumishi wa Mungu. Unapokuwa mtumishi wa Mungu, manake unamtumikia Mungu. Mtumishi sio lazima uitwe mchungaji ama mhubiri wa Injili. Ufalme wa Mungu una sekta nyingi ambazo kupitia hizo sekta tunamtumikia Mungu. Nikatolea mfano wa mtu ambaye anafanya kazi serikalini. Yeyote anayemuuliza atakwambia mimi ni mfanyakazi wa serikali au naitumikia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini yuko kitendo gani? Hilo ni jambo lingine. Waweza ikawa ni dereva, lakini ni dereva wa serikali. Wenda akawa mwingine ni muuguzi, mwingine ni daktari, mwingine labda ni mwenyekiti, lakini wanaitumikia serikali. Nikatoa mfano huo nikasema sisi sote ni watumishi wa Mungu. Lakini katika eneo gani? Wenda akawa utumishi wako umeitiwa ni kufagia kanisa. Wenda akawa utumishi wako ni shemasi. Wenda akawa utumishi wako ni mzee wa kanisa. Wenda akawa utumishi wako ni mwinjilisti. Wenda akawa utumishi wako ni kutoa. Umeletwa na Mungu ili usimame kwenye madhabahu kuisapoti, utoe michango. Yote katika hizo sekta tunaita wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ondoa lile wazo la kusema ya kwamba mtumishi anaweza kuwa ni mchungaji tu, mtumishi labda ni askofu tu, mtumishi labda ni mtu fulani tu. Hapana, yeyote aliyeokoka amepewa utumishi wa kutumika, amepewa mzigo wa kubeba ili amweze kumtumikia Bwana. Ndio maana unatakiwa utambue ya kwamba na wewe ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Sema amina yenye nguvu. Sikiliza nikwambie. Kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura yake ya 4, Biblia inasema ya kwamba mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Mstari wa 2, hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Biblia inasema, Mtume Paulo anazungumza na kanisa la Korinto ya kwamba yeyote atakayekuona akuhesabu hivi. Na anaposema kuhesabiwa, hamaanishi kuhesabiwa namba ya 1, 2, 3. Manake kila anayekuona akufahamu hivi, kila anayekuona akutambue hivi. Anakutambuaje? Akuone kuwa wewe ni mtumishi wa Bwana, akutambue wewe
wewe ni mtumishi wa Bwana, akufahamu wewe ni mtumishi wa Bwana, tena sio mtumishi tu wa kawaida, uliyepewa kuzibeba siri za ufalme. Umebeba siri za ufalme. Biblia inasema kwamba tumepewa kuyajua, kuyatambua mambo ya mbinguni, lakini wenye hekima umefichwa, ila uliokoka umefunuliwa siri za mbinguni. Kwa hiyo wewe ni mtumishi wa Mungu, umebeba siri za mbinguni. Wa mataifa wajui siri za mbinguni, lakini aliokoka amepewa kuzijua. Hivyo wewe ni mtumishi wa Mungu, usijidharau. Sema amina. Wewe ni mtumishi wa Bwana. Sekta gani? Hilo ni jambo jingine. Wenda kawa ni mfanya usafi tu, wenda kawa ni mtia moyo tu, unawatia moyo wengine. Wenda kawa ni mwimbaji tu, wenda kawa ni mhubiri kama mimi, wenda kawa ni shemasi tu, mtu akusimamia taratibu za ibada. Lakini katika ufalme wa Mungu unahesabika wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa sababu hiyo inasababisha Mungu akulinde. Kwa sababu umekuwa mtumishi wa Mungu, Mungu anaachilia ulinzi juu yako. Mungu anaachilia ulinzi juu ya familia yako na juu ya maisha yako. Adui anapotaka kumaliza kabla ya wakati wako, Mungu anasimama kukutetea. Mungu anasimama kukupigania. Unaposoma Biblia ile kitabu cha Isaya 54:17 anasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Kwa nini anasema huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Wewe uliokoka umepewa urithi huu, ya kwamba unapookoka tunapewa chata ya kwamba hakuna silaha itakayofanikiwa juu yako, hakuna ulimi utakaoinuka na ukafanikiwa. Nilikuwa nazungumza Ijumaa nikasema ni kama vile mtu anayefuga ng'ombe, anapokuwa amepata ng'ombe wake au anapokuwa amenunua ng'ombe wake, anampiga chapa ya kwamba huyu ni mali yangu, kuanzia leo ni mali yangu. Nikasema uliokoka, unapokuwa umepiga magoti, unapoongoza sala ya toba, unapigwa chapa za Kristo. Paulo anasema tumepokea chapa za Kristo, ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, ya kwamba wewe ni mtumishi wa Bwana. Na kwa sababu hiyo Isaya anathibitisha, anasema hakuna silaha yoyote itakayofanikiwa juu yako, hakuna uchawi juu yako, hakuna uganga juu yako, hakuna magonjwa juu yako, hakuna ajali juu yako itakayoweza kufanikiwa. Kwa sababu gani? Yanasema huu ndio urithi wa watumishi wa Mungu. Sema amina. Watumishi wa Mungu ambaye ni mimi na wewe, tumepewa urithi huu, tumepewa ahadi hii. Hakuna silaha itakayoweza kufanikiwa juu yako. Kwa sababu hii ni ya msingi sana, ya kwamba tuliokoka tunalindwa na Mungu kwa sababu moja, sisi ni watumishi wa Mungu, tumebeba siri za Mungu. Nilitoa mfano Ijumaa nikasema, wakati mwingine kuna magari huwa yanasafirisha fedha, au ukienda benki pale utakutana na maskari wanalinda, wana bunduki zao huko nje. Kinacholindwa sio jengo wala sio yale magari yanayosafirisha, lakini kinacholindwa ni kile kilichobebwa kwenye yale magari, ama kile kilichopo kwenye ile jengo linaloitwa benki. Kile kikiondoka hakuna ulinzi wowote. Ngoja nikueleze jambo moja, kinachosababisha ulindwe na Mungu si kwa sababu wewe ni mrefu sana, si kwa sababu wewe ni mrembo sana, lakini kwa sababu umebeba siri za ufalme wa Mungu. Umebeba hizo siri za ufalme wa Mungu. Yale maono uliyoyabeba ndio yanayosababisha Mungu anapotazama anasema, na kusudi langu siwezi kuruhusu shetani amalize. Nina kazi naye, ninahitaji kumtumia. Wewe unalindwa kwa sababu ya lile kusudi ulilobeba. Wewe uliokoka una faida kwa sababu Mungu analiangalia kusudi ambalo lilimfanya kuokoe, na kupitia kusudi wewe unalindwa, kupitia kusudi wewe uko salama, kupitia kusudi wewe unaendelea kuishi. Si useme amina nye nguvu. Haleluya! Kupitia kusudi unalindwa. Ukienda benki pale, nilisema najua ile jengo la benki ni zuri kwa muonekano, lakini zikiondoka pesa mle ndani, hamna utamwona mtu analinda hapo.
Nikasema hizo pesa hata zikihamishiwa kwenye nyumba ya tembe, mkaambiwa hapa ndo benki ipo, maskari wataenda kulinda pale. Kwa nini? Kuna kitu cha thamani tulicho nacho sisi watumishi wa Mungu, ni cha thamani zaidi ya fedha. Wokovu ulionao ni wa thamani sana. Kwa sababu hiyo tutambue kwamba tunalindwa na Mungu kwa sababu ya ule wokovu na kwa sababu ya utumishi tuliopewa na Mungu tumtumikie nao.